mambo 10 yatatokea kuanzia hapa. Nikimaliza kuongea tu yanaanza kutokea, maana yake anakuwa anasubiria maelekezo tu na ruhusa ya waliokuwa naomba. Jambo la 9, vyombo vyenye nguvu katika taifa hili vitaanza kuibuka kuanzia mwezi wa 3, wa 4, wa 5 mpaka wa 6, yani ndani ya hizo siku 120. Vyombo vyenye nguvu katika taifa hili vitaibuka kuanza kuoji mambo yenye utata ambayo yamefanywa tayari na wakubaliani nayo, na itapelekea umma kuinuka na wenye maamuzi ndani ya Yeriko, ndani ya chama cha Yeriko, kufanya maamuzi ya kugeuza walichokwisha fanya. Jambo la 9, kuna chombo kimoja cha kidini kina nguvu sana. Chombo kimoja kina nguvu sana. Kikitoa waraka au ujumbe unasomwa hadi kijijini kule sehemu ya mwisho kabisa. Hiki chombo kilikataa jambo fulani linalohusisha maji yetu. Sema maji yetu, mtu mmoja. Maji yetu. Kikatoa kabisa na maelezo marefu ya kitaalamu na ya kisheria, lakini yakapigwa chini. Hiki chombo kina jambo lake. Kitatokea safari hii. Kitasema huu gari unamwagwa. Mimi ndo nakwambia sasa. Mimi sinamsikia Mungu. Tutaona kama nasikia au najisikia. Kitakuja kitamwaga ugari hiki chombo very soon. Na waliokataa kusikiliza, walikataa wakitaka kuonesha ya kwamba sisi hatuamriwi bwana na hao watu, sisi hawezi kuwa, hamna nchi haiendeshwi na wao tu, hamna. Kwa hiyo watu walisema namna hiyo. Sasa tunataka kuonesha kwamba wao sio mbwa mwenye meno. Sasa safari hii watakuja hao watu, wako wengi, karibu milioni 30 na zaidi, 40 kwenda juu. Yani wingi wao katika taifa la watu milioni 60. Wale watu wakileta nongwa, ni nongwa kweli kweli. Mimi nakwambia mambo ya roho. Unajua mimi naongeaga simple. Ndo bahati mbaya. Ni nabii wa kawaida. Asiye na mbwembwe. Sio lazima nilie. Nisema unajua kama unajua unachokiongea, uhitaji kutetemeka. Kwamba nipigie kinanda. Mimi naongea black and white. Kwa hiyo watakuja hawa watu. Herufi ya kwanza ni T, herufi ya mwisho ni C kwenye jina lao. Na watakuja. Kwa hiyo zitapigwa kati ya hawa waliogoma, wenye masirai na maji, na wao ambao nao hawataki. Kwa hiyo zikipigwa, hakutakuwa na mgombea wa upande wa waliokuwa na masirai na hawa. Kwa hiyo watahitajika mgombea neutral, na hapo ndipo Bwana atakapotokea na mtu asiyekuwa upande wao. Kama tunavyofahamu wote, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Mwaka wa 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu kwetu Tanzania. Ni tukio muhimu kwetu sote. Nchi yetu ni nchi ambayo iko kwenye mifumo ya vyama vingi. Ilianza kabla, lakini mwaka 1995 kama tunavyofahamu, nchi yetu ilianza mifumo ya vyama vingi kwa kuingia katika uchaguzi wa vyama vingi. Tunamshukuru sana Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mtumishi wa Mungu na baba wa taifa, kwa sababu kwa kweli yeye ndiye aliyeamua wakati ule. Ile kura ya maoni ilipofanywa, ilionekana ambao walitaka twende kwenye vyama vingi walikuwa wachache sana, na inasemekana ni mfumo wa vyama vingi wakati ule walisema labda 20%, lakini Mwalimu Nyerere akasema hapana, lazima tuingie kwenye mfumo wa vyama vingi. Akasisitiza kwamba msipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi, vinginevyo upinzani utatoka ndani ya chama kimoja. Kwa hiyo ndugu zanguni, uchaguzi ni zoezi muhimu sana, kwani tukifanya vizuri utatupatia viongozi bora
na wazuri. Kwa nini mifumo ya sera ya uchaguzi ibadilishwe? Kadiri ya mang'amuzi, uchaguzi wa 2019, 2020, 2024 haukuwa wa halali wala wa haki. Unamhakikishiaje mwananchi huyu kwamba uchaguzi mkuu utakuwa halali? Tangu uchaguzi wa serikali za mtaa ufanyike, bado hata miezi 6 haijapita. Leo unawezaje kuhakikishia watu kuwa uchaguzi mkuu utakuwa wa haki? Kasoro zilizobainishwa uchaguzi wa 2024 hazijarekebishwa wala kujibiwa. Kasoro kama za watoto kuandikishwa, watu waliofariki au kupotea kuandikishwa hazijajibiwa. Hakuna aliyesema huyu mnayesema alifariki huyu hapa, hatujaonyeshwa. Pia wahusika bado hawaoni. Vyombo vya ulinzi na usalama kama sehemu ya uchaguzi ni shida na kasoro. Tume ya sasa haifai. Kama ndio walioharibu uchaguzi wa 2024, kwanza wana ukakasi katika kutasfiri kwao kanuni za uchaguzi. Pia kwa maeneo waliokuwa kabla na waliowateua ni ngumu kwao kusimamia haki. Huku nyuma sisi tulishapendekeza tume iweje, tukitaja mifano ya nchi jirani zinazotuzunguka. Ni jukumu letu sisi wananchi kulinda amani ya nchi yetu, kwa sababu amani inapatikana kwa shida sana, na tukipoteza hatutaipata. Katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu na kusitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mfumo wa sasa hauwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli. Kwa maana hiyo, kama amani inapatikana kweli kwa kurudi mezani, kwa maana hiyo wote waliokamatwa kwa kudai haki, wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa, waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa, na pia mihimili isiingiliwe, mbali itende kazi zake kwa haki.